Wacha. Chef. Yaani chef ninapoongea, nishatoka kumpa talaka moja na nishatoka kumtumia vilago vyake na nataka aondoke kwake. Sasa nimekuja kuchukua taratibu. Nishampa talaka moja aondoke kwake. Sasa nataka hizo mbili zitimie tatu aondoke kwake. Sasa tena kuona kabisa. Subhanallah. Allahu akbar. Tiba ya ujinga, tiba ya ujinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kiongozi wa umma, na si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu yangu katika imani, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Shifaul Ayyi, tiba ya ujinga. Alhamdulillah, tuliahidi ya kwamba tutaelezea masala yanayohusiana na talaka, lakini kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kabla bado hatujaingia kuanza masala hayo moja baada ya jingine, hebu tujiulize swali moja: nini kifanyike kabla ya kufikia hatua ya kupeana talaka? Talaka ni jambo la mwisho, na talaka kuna asbabi zinazopelekea kutolewa kwa talaka, na kabla bado hazijaanza kupatikana asbabi hizo, ikisema asbabi ni sababu, kabla hazijaweza kupatikana sababu hizo, jambo la kwanza ni migogoro. Kuanza kwa migogoro baina ya wanandoa, ni kitu gani kifanyike? Ndugu yangu katika imani, enyi wanandoa, endapo mtakapoona viashiria vya migogoro na kabla bado hamjafikia hatua ya kupeana talaka, ninawasihi leo nitumie fursa ya kutoa nasaha kabla ya talaka. Ninawasihi enyi wanandoa wawili, hebu tazameni kwanza chanzo cha matatizo, wapi kilipotokea. Hilo ndio jambo namba moja, kabla ya kuanza kuacha mgogoro mpaka ukawa mkubwa mkaingia katika upeanaji wa talaka, kudhalilishana. Kabla mjafikia huko, hebu tazameni chanzo cha mgogoro huu ni kitu gani, kwa sababu siku zote adui wa wanandoa ni yule aliye nje ya ndoa hiyo. Yawezekana akawa ndugu, jamaa, rafiki, jirani, kaka, dada, mama, baba, mjomba, wahalumma jarran. Na siku zote moja katika maneno ya hikma yanasema ya kwamba maji yanayozamisha chombo si maji yaliyo nje. Ingawa yaliyo nje ni maji mengi sana, yanayozamisha chombo ni yale maji ambayo yaliyonasibika kuingia ndani ya chombo hicho. Sasa siku zote adui wa wanandoa ni yule anayenasibiana na hao wanandoa wawili, ndugu, jamaa ama rafiki, hali ya kuwa hakai ndani ya nyumba hiyo. Kwa maana nikaeleza adui wa wanandoa ni yule aliye nje ya nyumba ya wanandoa wawili, lakini ni munasaba na wawili wanaoishi ndani ya ndoa hiyo. Enyi wanandoa, ili kulithibitisha hilo, nitakupa mfano mfupi. Mfano ni kama vile wakachukuliwa wadudu chungu wa namna mbili, siafu na wale wadudu chungu weusi. Wadudu chungu ambao tunaona namna gani wanavyoishi, wanaishi kwa mapenzi, kusaidiana na umoja, kama Allah alivyonukuu kauli katika Qur'ani pale aliposema ya ayyuhan nabla udkhulu masakinakum, enyi kundi la sisimizi, enyi wadudu chungu, ingieni ndani ya mashimo yenu, ili Suleimani asije akawakanyaga, kwa sababu yeye hataweza kuwaona. Hebu tazama, wanathaminiana wasipoteze maisha, yani huyu anayajali maisha ya huyu. Sasa nimepiga mfano wa wadudu chungu ambao wenye kupendana hawakubali tatizo limkute mmoja wao, wanaishi hali ya kuwa mwili mmoja. Wadudu chungu hao wakawekwa ndani ya chombo mfano wa chupa ya kioo, chupa ambayo material yake
kinaonekana kilichopo ndani yake kwa yule mwenye kukitazama. Sasa makoo haya mawili baina ya siafu na hao wadudu chungu wengineo, baada ya kuonekana wapo ndani, akaja mtu fulani ambaye yeye aliwakusanya na kuwaunganisha, kuwahifadhi humo. Akaitingisha ile chupa upande walipokuwa siafu, akainamisha kidogo, wadudu chungu weusi wakaja kwa siafu, na baadaye akaigeuza kidogo, siafu wakachanganyika. Hatimaye wakaona kwamba huyu ni mgomvi kwetu sisi na huyu ni mgomvi kwetu sisi. Wakaanza kukanyagana, kuuana, kumalizana. Kila mmoja anahisi ya kwamba adui kwangu mimi ni huyu mwenzangu. Huo ndio mfano wa wanandoa wawili, lakini kumbe adui wa dhahiri ni yule aliye nje ya chombo hicho. Enyi wanandoa, chagueni maisha yenu kama mtayafanya, kama mtaiweka ndoa yenu ndani ya chupa ya material ya kioo chenye kuonesha, basi tarajieni adui kuja kuwavuruga. Na haya ndio leo tulivyoyafanya maisha yetu. Maisha yetu tumeyaweka rehani, na kama tutavunja kingo za pembe nne za nyumba, basi haitopatikana heshima na adabu. Kila mmoja atazungumza anachokizungumza, na kazi tukakuta tunagombana wanandoa sisi kwa sisi. Tuelewe sababu tumewakaribisha wale wasiohusika, sababu tumebeba changamoto zetu baina yetu kuwa ni bendera. Sasa haya lazima tuyataraji. Sasa kabla hatujafikia hatua ya kupeana talaka, inapoanza tu migogoro, tutafute chanzo ni kitu gani. Ndugu yangu katika imani, baada ya kuona jambo hilo, kikubwa zaidi tunachopaswa mimi na wewe ni kupanda mbegu njema ndani ya akili zetu. Tukishajua hali ya namna hiyo, tumetambua kwamba yupo mtu anayetugombanisha, kinachofuata tuchukue tahadhari sasa ya kuwa na mawazo na fikra thabiti ndani ya akili zetu, kwa sababu asili siku zote ya malumbano ya ndoa ni kutokea mtu mmoja kuja kuwagombanisha hawa wawili. Na hii ndugu zangu katika imani, hata tukiangaza ndani ya Qur'an katika suratul Baqara, Allah tabaraka wa taala anasema katika aya ya 101, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman walakinna wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakaini bibabila Haruta wa Marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi. Mahallu shahid, wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah wayata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Mahallu shahidi, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi. Ulipoteremka ama walipoteremka wale malaika wawili Haruta na Maruti kuja kufunza mtihani wa uchawi, kabla ya yote waliwapa watu kwanza tahadhari, si ufanye huu, hii ni fitna. Wale waliokubaliana na mkataba huo ndio wakafundishwa, lakini baada ya kufundishwa, kitu namba moja walichoanza kukifanyia kazi katika hali ya kuwadhuru watu ni kile ambacho kitakachowatenganisha baina ya mke na mume. Hicho ndio kitu namba moja walichojifunza. Sasa leo tusione ndugu jamaa na marafiki, majirani ukachukulia kwamba wanapenda vile mnavyoishi ndani ya nyumba yenu, hususan katika maneno tuliyaeleza hapo awali, mambo manne ambayo yanayohisha ndoa yako. Leo mtu anaona mumeo anarudi nyumbani, anakuletea zawadi, anakuomba samahani, anakupa maneno mazuri, yeye katika nyumba yake hayapati hayo. Hivi atapendezewa na hayo? Sasa kabla ya yote tuangaze nini chanzo cha matatizo yetu. Ndugu yangu katika imani, enyi wanandoa wawili, baada ya kulitambua hilo, hebu tuchukue sasa, tuanze rasmi kupanda mbegu sahihi ndani ya akili zetu. Katika akili zetu tupande mbegu zilizokuwa sahihi. Yawezekana ikawa changamoto hiyo inatokana na nyinyi wenyewe, ama inatokana na majirani, marafiki na wale ambao mliowakaribisha ndani ya ndoa yenu. Sasa hebu tupande mbegu iliyokuwa sahihi. Ni ipi mbegu iliyokuwa sahihi?
tiba ya ujinga ni kuuliza. Enyi ndugu zangu wanandoa wawili, ni ipi mbegu sahihi ya kupanda katika fikra ndani ya maisha yetu ya ndoa? Leo tunaingia katika ndoa, lakini kila mmoja ana mawazo yake na fikra yake. Hebu tufute fikra ambazo si fikra sahihi, fikra za kuhisi kwamba ndoa ni uadui, ndoa ni adhabu. Hebu leo tazama mtihani namna ulivyo. Imefika hatua wamama wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu, eti baada ya kuachika mtu anafika hatua ya kukata sare, kufanya sherehe. Ukiuliza sherehe ya nini? Eti ni sherehe ya kufurahika amepewa talaka. Kuona kwamba kama mtu yupo katika kifungo, yani maisha ya ndoa ni maisha ya adhabu. Mtu namna anavyoyaona yatakuwa ya adhabu ikiwa wewe utawakaribisha watu wasiohusika. Na hiyo adhabu si kwamba automatically labda mume anaileta au mke anaileta, ni wewe mwenyewe namna utakavyoishi. Ndugu yangu katika imani, katika mazingira ambayo yaliyokuwa sahihi, katika mbegu iliyokuwa sahihi ambayo sisi leo hatujaibeba katika maisha yetu, tuiangaze ndani ya maneno yafuatayo, kisa chenye mafundisho. Leo tunaloliwaza katika akili zetu ndilo ambalo linalotokea. Leo kuna engineering ya mambo ya mabarabara, kuna engineering ya mambo ya system za kikompyuta, kuna masala ya udaktari, lakini haya yote mtu amekaa darasani ameyasoma yakaingia ndani ya fikra yake. Baada ya kuingia ndani ya fikra yake akayatoa nje katika hali ya matendo. Tunaona yanajengwa mabarabara, yanafanyika mambo mbalimbali. Basi ndivyo hivyo hivyo utakapoingia ndani ya ndoa, yale utakayoyawaza katika akili yako ndiyo ambayo utakayoyafanya. Ndoa haihitaji hivyo. Ndoa inahitaji tuishi kwa vile Mungu alivyoelekeza. Sasa leo mpaka inafika hatua ya kuachana, maana tumeacha yale ambayo Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyataka. Allah anataka tuishi kwa utulivu, na utulivu wa ndani ya ndoa unapatikana kwa mke. Mke akikosa kumfanya mumewe awe na utulivu, wallahi wa billahi wa tallahi, hii ndoa itakuwa mtihani. Kila mmoja ataona maisha anayoishi tofauti. Ndugu yangu katika imani, hebu zingatia kisa hichi chenye mafundisho. Kisa cha binti mmoja ambaye alichoshwa na maisha ya ndoa kutokana na tabia za mumewe. Kabla ya kuoana walikuwa wanaishi vizuri, wanafurahiana, wanasalimiana, wanasaidiana, lakini baada ya kuingia ndani ya ndoa, miezi ya mwanzo waliishi vizuri, lakini kadri siku zinavyokwenda mabadiliko yalipatikana. Na ni binti ambayo alikuwa na makundi ya kuwaingiza watu ndani ya maisha yake. Yani ameyafanya maisha yake kuwa ni chupa ya kioo, yaliyomo ndani yote yanakwenda nje na watu wanayatambua. Hebu sikiliza kisa cha huyo binti. Binti huyu alikusudia kumuua mumewe baada ya kuelezwa maneno, wanaume wote mbwa, wanaume wote hivi, kama maneno leo yanayoelezwa, mpaka inafika hatua mtu akiachika anafanya sherehe. Sasa binti yeye alikusudia kumuua mumewe, sikupewa talaka, amsafirishe kabisa duniani. Siku hiyo asubuhi na mapema, baada ya mumewe kutoka kwenda katika shughuli zake, binti huyu alijihimu na kukimbilia kwa mama yake mzazi. Alivyokimbilia kwa mama yake mzazi, akamwambia mama yake mzazi, ewe mama yangu kipenzi, nimechoshwa kutokana na tabia za mume wangu, nimeshindwa kuvumilia upuuzi wake. Mama akamuuliza, sawa, kama umeshindwa hayo, ni kipi unachokitaka? Mengi aliyaongea, yaliyomo na yasiyomo. Yale yote yaliongelewa na marafiki zake aliyabeba, akakombaini vizuri, akayabwaga kwa mama yake. Mume wangu hivi na hivi, kayatengeneza mambo mbalimbali ndani ya akili yake, yakadhihirika katika matendo. Mwisho tabia za mumewe zikabadilika. Akamwambia mama yake, nataka nimuue mume wangu. We mama ndiye uliyeniweka tumboni miezi 9, na we mama ndiye mtu pekee utakaye wa kunisaidia. Je, uko tayari kunipa msaada? Lakini ninaogopa kitu kimoja, nitakapomuua sheria za nchi zitanihukumu na mimi. Sasa mama, ninataka msaada wako, nimuue alafu nisifanyiwe hukumu yoyote. Njia gani nitumie? Utu uzima dawa mama yangu. Mama akamjibu, usijali binti yangu kipenzi, naweza kukusaidia, ila msaada nitakaokupa, kuna kazi kidogo ambayo nawe unapaswa uifanye. Mimi nitafanya, lakini jambo gumu, ila kuna mambo ambayo
nawe unapaswa uyafanye. Kandamiza nafsi yangu, binti yangu, mimi naungana na wewe katika hilo. Binti yule alivyoulizwa utaweza, akasema ndiyo mama yangu, nitaweza kuyafanya. Mama akamwambia sasa, kama utaweza kuyafanya, jambo namba 1 nakupa mambo 6. Mama akamwambia binti yake, ewe binti yangu, utakapoyafanya mambo hayo 6, basi nami nitalifanya hilo moja ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, kila kitu kitakamilika na mumeo taratibu taratibu afya itapungua na mwisho mpaka kupelekea kifo chake. Binti akasema sawa. Jambo namba 1, mama akamwambia ni lazima kuanza leo hii uende ukaishi naye kwa amani, ili watu wasije kukushuku ukawa mshukiwa namba 1 wakati mumeo atakapofariki, kwa sababu wanasikia kila siku migogoro yenu. Wale wapambe nuksi wanaowachonganisha wanayasikia matatizo yenu, sasa wasije wakashuku wakakugeuka baadaye. Kaishi naye kwa amani, onesha amani. Jambo namba 2, ni lazima utakapotoka hapa katika maisha ya kuishi naye mumeo ndani ya kipindi cha siku 30, jipambe ili uonekane mrembo na mwenye mvuto kwake yeye. Jambo namba 2. Jambo namba 3, mwanangu, ukitoka hapa lazima umtunze vizuri mume wako na uwe mwema kwake na umshukuru kwa kila jambo. Kumshukuru kwa maana anachokwambia kifanye mwanangu, ili asije akakuhisi. Maana siku zote ukitaka kukikamata chenye macho ficha mtego mwanangu. Kwa hiyo asikuhisi, nenda kaishi kwa mazingira kama hayo, muoneshe amani. Jambo namba 4, mwanangu, lazima uwe mvumilivu tena mwenye upendo, usiwe na wivu kupita kiasi. Ile tabia ya kumuonesha wivu kama kipindi hicho amerudi saa 3 saa 4, usigombe mwanangu. Kuwa mvumilivu, usioneshe wivu, uwe msikivu na mnyenyekevu kwake, yani hayo makelele yaondoshe. Jambo namba 4. Jambo namba 5, tumia pesa zako kumsaidia na usikasirike hata kama hajakupa pesa. Yani usinungunike, mimi natoa pesa zangu kusaidia mambo ya ndani, we mwanaume gani? Hayo yaondoshe kwanza. Sasa usizungumze chochote ndani ya kipindi cha siku 30. Jambo namba 6, usimpigie makelele mumeo, badala yake himiza amani na upendo ili usitiliwe shaka baada ya kifo chake. Watu wanasikia makelele, ukipiga makelele kila siku, huyo mumeo akifariki kwa dawa nitakayokupa, watu watasema wewe ndiye umemuua, kwa sababu wapelelezi watakuja kuchunguza hivi mke na mume hawakuwa na viashiria vyovyote vya ugomvi. Sasa mwanangu, punguza makelele kwa hayo. Mwanangu, utakapoyafanya hayo haina shida, mimi nitalifanya lako. Binti akasema sawa mama. Mama cha mwisho akabeba usembe unga fulani akampa mwanawe, akamwambia haya, chukua huu, leo hii utakapopika chakula akirejea nyumbani, basi mwekee kidogo kwenye chakula chake kila siku ndani ya siku 30. Kwa utaratibu huu basi huyu bwana ataanza kudhoofika taratibu taratibu, mpaka ndani ya mwezi mmoja mumeo atafariki kwa hii sumu ninayokupa. Kweli binti yule akawa anayafanyia kazi mambo hayo 6, moja baada ya jingine. Zilipotimu siku 30, binti akarejea kwa mama yake katika hali ya unyonge na huzuni, huku akisema, mama yangu, mimi sina tena nia ya kuweza kumuua mume wangu. Nimejikuta automatically nampenda, nimeanza kumpenda kwa sababu mume wangu amebadilika. Sasa amekuwa ni mume mzuri zaidi ya vile nilivyowahi kumfikiria. Mume wangu amebadilika kabisa. Sasa mama, naweza kufanya nini ili kuzuia sumu isiendelee kumuua mume wangu taratibu taratibu? Kipi nifanye mama? Tayari nishamrisha sumu ndani ya siku 30. Mume wangu amebadilika sasa, nyumbani anarudi mapema, mume amekuwa mstaarabu, zawadi ananipa, ananiomba samahani, ananisifia, ananipa asante. Mama, nifanye kitu gani? Mume niliyemtaka nimempata mama yangu. Mama alitabasamu na kumwambia binti yake, usijali binti yangu, kile nilichokupa siku ile haikuwa sumu, ule ulikuwa ni unga tu wa manjano, ila mwanangu, ni kitu kimoja nilichokitambua kutoka kwako wewe. Ukweli ni kwamba wewe mwanangu ndiye uliyekuwa sumu ambayo inayomuua mume wako taratibu taratibu kwa msongo wa mawazo. Wewe ndiye uliyekuwa sumu.
kwa kutokumjali mume wako kwa kuwasikiliza watu wengine, kutokumsikiliza mume wako kwa kuwasikiliza watu wengine, kutokumheshimu mume wako kwa kuwasikiliza watu wengine, kutokuona umuhimu wa mume wako kwa kuwasikiliza watu wengine. Kumbe sababu ni sisi wenyewe. Watu wa nje wanatia maneno, mke unayabeba. Ukiyabeba huwezi kuona thamani ya mume, mwisho migogoro inaanza taratibu taratibu. Ewe dada wa Kiislamu, ewe mama wa Kiislamu, wewe ndiye shingo ndani ya nyumba. Baba ni kichwa, wewe ndiye shingo. Wewe ndiye refali wa kuamua maisha muishi vipi, kama ya amani au ya shari. Adui wa nje anawatingisha, wewe umechanganyika na mumeo. Tafakari, mimi nimemuona huyu adui, au tafakari hizi shari zote zinazopatikana ndani ya nyumba yetu, sababu ni nani? Alafu wewe ndio ufanye mabadiliko ya ndoa yetu. Mbadili mumeo. Na mama akamwambia mwanawe, ulipoanza tu kumpenda mumeo, kumheshimu, kumjali, kumthamini, basi ndipo ulipoweza wewe sasa kumuona kwamba huyo ndiye mume niliyemtaka. Sasa adui wa ndoa hatoki nje, hatoki mbali. Adui wa ndoa ni wale ambao wanaotuzunguka, ndio namba moja. Alafu adui wa vitendo ni wewe mwanandoa. Mume unaweza ukapewa maneno nje ya ndoa yako kwamba mumeo yupo kadha kadha wa kadha, pasipo kutazama huyo aliyasema maneno hayo, ukamshambulia mkeo. Na wewe mke ukatia maneno ukamkasirikia mumeo kwa maneno madogo madogo tu, mwisho ukaona mabadiliko, ukamfanya adui mume wako, na hatimaye migogoro ikaanza, na mwisho mkafikia katika jambo la talaka. Sasa nimeonelea kabla ya kueleza jambo la talaka, hebu tujitathmini kwanza. Ndugu yetu amekuja kutaka kumpa talaka mkewe, tena talaka 3. Sasa hizi talaka 3 anazotaka kuzitoa, kisa kafumania SMS ndani ya simu ya mkewe. Yawezekana kuna adui amewagonganisha vichwa vyao, adui amewafanya mgombane. Amekuja ndugu yetu, tumemuona katika clip, kuja kuuliza kutaka kutoa talaka 3, kashampa talaka 1 mkewe. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, atakapokujieni fasiki na habari yoyote, takeni ubainifu. Mtu akija na habari fulani kadha 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 wa kadha, usiibebe kwanza, taka ubainifu katika hiyo habari. Leo wanandoa tumekurupuka, na mwisho wengi wanaingia katika ndoa lakini wanahisi ndoa uadui, na mtu kuachika kwake anaona ni amani na ustaarabu, na mwisho leo umejengeka msemo kwamba ninaolewa ili nimpate wa kufufuka naye, au mwingine anasema ninaolewa ili nipate kuondosha nuksi. Ewe dada wa Kiislamu, si maneno ya kuzungumza. Ndoa ni amani, ndoa starehe, ndoa busara, ndoa ni afya baina yenu. Sasa msije mkaingiza maneno yasiyohusika, na tofauti zenu migogoro itakapoanza, kaeni chini mtafute wapi mlipokosea. Inawezekana wewe unatoa ya ndani kuyapeleka nje, alafu watu wa nje wanayabeba hayo kuyageuza, yanatengeneza uadui baina yenu. Kwa haya machache ndugu zangu, tumuombe Allah tuwafikishe tuwe miongoni mwa wenye kuyasikia na kisha tuyafanyie kazi kwa rehema zake Allah tabaraka wa taala. Kinachoua ndoa zetu ni sisi wenyewe kwa kuyakaribisha maneno ya wale ambao wasiostahiki, na pia kadhalika kuto kuchukua tahadhari baada ya migogoro yetu. Nani msababishaji? Wallahu minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shukran lakum wa jazakumullahu khairan. Tiba ya ujinga ni kuuliza